Mahusiano ya siku hizi sio magumu. Ukweli ni kwamba watu ndio wamekuwa wagumu, na nitakueleza ni kwa nini. Twende nami mpaka mwisho wa video hii. Nitakueleza tabia 5 za kisasa zinazoharibu mahusiano mengi siku hizi, lakini pia nitakupa na njia 5 unazoweza kuzitumia ili kulinda mahusiano yako. Mahusiano ninayoyazungumzia sio tu mahusiano ya kimapenzi, bali hata mahusiano ya kwako na marafiki zako, mahusiano ya kwako na watu wako wa kazini, lakini mahusiano na familia yako pia. Karibu kwenye channel ya Sauti ya Ndani. Hapa tunajifunza maisha halisi bila kuweka filter. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia sauti yangu, usisahau kusubscribe, kulike video hii, acha comment yako, share ujumbe huu na mtu mwingine ambaye unafikiri anapaswa kupokea ujumbe huu siku ya leo. Siku hizi kila mtu anasema anataka mapenzi ya kweli. Kila mtu anasema amechoka na michezo, maumivu na kuvunjwa moyo. Lakini mapenzi ya kweli yanapotokea, watu wengi huanza kuogopa, hujiondoa, huchanganyikiwa na kusema hawajawa tayari au wanahitaji muda zaidi. Tunaishi katika kizazi kinachotamani ukaribu, lakini kinaogopa kuunganishwa kwa dhati. Watu wanataka uaminifu bila kujitolea, uthabiti bila kuwajibika, na mapenzi bila kuwa tayari kuonyesha udhaifu wao. Wanataka kupendwa bila kujifunza namna ya kupenda. Wanataka kujaliwa bila kutoa juhudi za kuwajali wengine. Siku hizi hatuchumbiani ili kujenga kitu cha kudumu. Tunachunguzana kwa usaili. Tunalinganisha watu, tunaendelea kutafuta chaguo bora zaidi, na tunawaweka wengine kama mbadala wa muda. Watu huzungumza na wengi lakini hawajitolei kwa yeyote. Kisha wanajiuliza, kwa nini kila kitu kinaonekana tupu na kisicho na maana? Ukweli ni kwamba wengi si kwamba hawapatikani kihisia. Hawajajifunza ustadi wa mahusiano. Hawajawahi kuomba msamaha, kutoa uhakikisho, kuwasiliana kwa uaminifu au kubaki pale mambo yanapokuwa magumu. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba tabia hizi zimekuwa za kawaida. Tunaziita kulinda amani ya moyo, kuwa na viwango vya juu au kutokukubali kubaki na kitu kidogo. Mapenzi hayajaharibika. Kujitolea bado kunafanya kazi. Uhusiano wa kweli bado upo. Kilichoharibika ni namna tunavyowachukulia watu, kana kwamba kila mtu anaweza kubadilishwa na hakuna anayestahili kuvumiliwa. Ndiyo maana mahusiano mengi ya kisasa yanaonekana magumu, sio kwa sababu mapenzi yamebadilika, bali kwa sababu uthabiti ni nadra, juhudi ni nadra, uwazi ni nadra, na nia ya kweli imekuwa ni adimu sana. Kupata mtu anayesema anachomaanisha ni ngumu siku hizi. Anayewajibika kihisia hapatikani, na ambaye hakimbii changamoto za kwanza za mahusiano zinapokuja haonekani. Hilo ndilo jambo la nadra sana siku hizi, na ndio sababu watu wengi huhisi kama mapenzi ya kweli hayapo tena. Hizi ni tabia 5 za kisasa zinazoharibu mahusiano. Tabia ya kwanza ni kutafuta chaguo bora kila wakati. Mitandao ya kijamii imewafanya watu waamini kuwa kuna mtu bora zaidi kila mahali. Badala ya kuthamini walionayo, wanaendelea kulinganisha. Hii huondoa kuridhika katika mahusiano. Mtu huanza kuona mapungufu pekee kwa mwenza wake. Mwisho wake, uhusiano hupoteza thamani yake. Tabia ya pili ni mawasiliano ya juu. Watu wanatumia muda mwingi kutuma meseji kuliko kuzungumza ana kwa ana. Hisia nyingi hufichwa nyuma ya screen. Migogoro mingi hutokana na kutokuelewana. Ukaribu wa kihisia hupungua taratibu. Mahusiano yanakuwa ya kawaida badala ya kuwa ya kina. Tabia ya 3 ni kutafuta uthibitisho kutoka kwa watu wengine. Likes, comment na attention kutoka nje zimekuwa muhimu kuliko maoni ya mwenza wako. Watu wengi hujenga thamani yao kupitia mitandao ya kijamii. Hii husababisha kutokuridhika na mapenzi ya kweli. Wivu na mashaka huongezeka. Amani ya uhusiano huanza kupotea. Tabia ya 4 ni kukwepa kujitolea. Watu wengi wanataka faida za mahusiano bila majukumu yake. Wanataka kupendwa lakini hawataki kuwajibika. Wanahofia kufungwa na ahadi za muda mrefu. Hali hii huleta kutokuaminiana. Mahusiano yanakosa mwelekeo na usalama. Tabia ya 5, kutokuwa na subira. Kizazi cha sasa kimezoea kupata vitu haraka sana. Watu wanataka suluhisho la papo kwa hapo, hata kwenye mapenzi. Changamoto ndogo tu inapojitokeza huondoka badala ya kuitatua. Hawayapi mahusiano yao muda wa kukua.
Matokeo yake mahusiano mengi huvunjika mapema. Zinazofuata ni tabia 5 au njia 5 unazoweza kuzitumia ili kulinda mahusiano yako. Kitu cha kwanza, wekeza katika mawasiliano ya kweli. Zungumza wazi kuhusu hisia zako na matarajio yako. Sikiliza ili kuelewa, sio kusikiliza ili kujibu. Usifiche mambo muhimu kwa muda mrefu. Tafuta suluhisho badala ya kushinda mabishano. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu wa kudumu. Cha pili, jifunze kuthamini ulichonacho. Acha kulinganisha uhusiano wako na unaouona mtandaoni. Mengi yanaonekana si uhalisia kamili. Angalia mazuri yaliyopo kwa mwenza wako. Shukuru kwa juhudi anazozionyesha. Kuridhika huimarisha mapenzi. Jambo la 3, weka mipaka kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Usiruhusu simu iwe muhimu kuliko mwenza wako. Tenga muda wa kuzungumza bila usumbufu wa teknolojia. Heshimu faragha ya uhusiano wako. Si kila jambo linahitaji kuwekwa mtandaoni. Ukaribu wa kweli hujengwa nje ya skrini. Kitu cha 4, jifunze kuvumilia na kusamehe. Hakuna mtu mkamilifu katika mahusiano. Makosa yanatokea kwa pande zote mbili. Jifunze kusikiliza kabla ya kuhukumu. Toa nafasi ya marekebisho pale inapowezekana. Uvumilivu hujenga msingi imara wa upendo. Na kitu cha 5 na cha mwisho, chagua kujenga, si kuhisi tu. Mapenzi si hisia pekee, ni uamuzi wa kila siku. Jitahidi hata siku ambazo mambo si rahisi. Onyesha upendo kwa vitendo na si maneno tu. Dumisha uaminifu na uwajibikaji. Mahusiano bora hujengwa kwa juhudi endelevu, si hisia za muda mfupi. Labda tatizo si kwamba mapenzi ya kweli hayapo tena. Labda tatizo ni kwamba watu wengi wanataka mavuno ya mahusiano bila kupanda mbegu zake. Wanataka uaminifu bila kuwa waaminifu. Wanataka kueleweka bila kueleza hisia zao. Wanataka kuvumiliwa bila kuvumilia wengine. Lakini mahusiano mazuri hayajengwi na watu wakamilifu. Yanajengwa na watu wawili ambao kila siku wanachagua kukua pamoja, kusameheana na kujitahidi kuwa bora kuliko walivyokuwa jana. Kwa hiyo, kama unatafuta mtu wa kweli, hakikisha na wewe unakuwa mtu wa kweli pia. Kwa sababu mwisho wa siku, hatuwavuti wale tunaowataka tu, bali mara nyingi tunawavutia wale wanaofanana na sisi kitabia pia. Na labda swali kubwa si kama bado kuna watu wazuri duniani. Swali ni je, wewe ni mtu ambaye mtu mzuri anaweza kujihisi salama kuwa naye? Kwa sababu ni rahisi kusema hakuna wanaume wazuri. Ni rahisi kusema hakuna wanawake wazuri. Lakini wakati mwingine tatizo si watu wote walioko nje. Tatizo ni majeraha ambayo hatujaponya ndani yetu. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakitaka kupendwa, lakini hawajajiandaa kupenda. Wanataka kueleweka lakini hawajifunzi kuwaelewa wengine. Wanataka uaminifu lakini wao wenyewe hawako tayari kuwa waaminifu. Mahusiano mazuri hayaanzi kwa kupata mtu sahihi pekee. Yanaanza kwa kuwa mtu sahihi. Kwa hiyo, kabla ya kulaumu kizazi hiki, jiulize swali moja. Je, wewe ni aina ya mtu ambaye ungependa kuchumbiana naye? Majibu ya swali hilo yanaweza kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Kama umekuwa pamoja nami mpaka mwisho wa video hii, usisahau kusubscribe, kuwasha alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata video nyingine itakayokuja baada ya hapa. Unafikiri tatizo kubwa kwenye mahusiano ya siku hizi ni nini? Andika mawazo yako kwenye comment, ningependa kusikia mtazamo wako. Asante kwa kunisikiliza.